Utaenda kuhubiri, mshangilie Bwana. Wewe lazima uwe na mtazamo chanya. Huwezi kuwa na mtazamo sawa na mtu mgema ulanzi kule. Huwezi kuwa mtazamo wako sawa na waganga wa kienyeji. Wewe ni mtu familia ya kikuhani. Yani taifa la Bwana. Mungu anakutegemea wewe. Mungu anajivunia wewe kama kitu cha mfano. Halafu leo unaanza utapeli. Yani kitu kidogo tu haiwezekani na kufa. Sifi. Waambie wachawi na hubiri sifi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilikuwa nimesimama pale kijiji kwetu. Na waambia wachawi, yani mjisalimishe kwa Bwana. Hamjisalimishi, hawishi mwaka tunachimba shimo futi 6 mnafukiwa. Kama mnabisha nitafuteni mimi. Vichawi vyote vinainamia chini. Sasa wewe ndio ukainamie chini kwa wachawi. Wachawi wanainama chini kwenye imani inayotembea. Amen. 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 Na mimi na imani kama kweli tunambeba mwana wa Mungu aliye hai, imani yetu ni moto. Inachoma. Ukifika tu vifika vichawi, natani waeleze mlishafanya majaribio. Ukionaga vijitu vichawi nenda ukakae hapo hapo. Yesu nifunike kwa damu yako. Vyote vitaondoka, baadaye utakuta umebaki peke yako. Kumefika moto, hapana mahali inafikaga paka halafu kaone panya imekaa hapo hapo. Vinaondoka. Vichawi sawa na vitoto vinavyonyonya tu. Sasa mtu ameokoka naanza kuogopa wachawi. Mtu ameokoka naanza kuogopa majini. Mtu ameokoka anaanza kuogopa malai. Kwani hivi wewe unafahamu lakini Mkristo thamani yako. Mtu anapookoka Ufunuo 3 hata 20. Yesu anaingia ndani yako, anatembea na wewe, anakaa ndani yako. Hivi radi linapopiga mlokole ina maana linapiga Yesu afe na wewe linapiga ufe. Lakini ukijua mimi naishi katika neema ya Mungu, Yesu yuko ndani yangu, mimi niko ndani ya Yesu, jua radi haliwezi kugusa mteule wa Bwana, asilani halitagusa abadani. Haiwezekani. 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 Hata liwe la kutumwa na mtu, hata kama la kuumbwa na Mungu, neema ya Mungu ikikufunika hakuna chochote kitakachokudhuru wewe. Amen. 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 Hapa ukisoma, hebu mmoja achangamke afungue katika kitabu cha fungua Yohana sura ya 21. Tasoma Yohana sura ya 21 mstari ule wa 3. Amina, tasoma. Simoni Petro aliwaambia, naenda kuvua samaki. Nao wakamwambia, sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka, wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu. Hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni. Walakini wanafunzi hawakujua ya kuwa ni Yesu. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakajibu, la. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Soma Yohana anzia 5 mpaka 7 pale maliza. Amina. Basi Yesu akawaambia, wanangu, mna kitoweo? Wakajibu, la. Akawaambia, litupeni jarife upande wa kuume wa chombo. Amen. Hapo hapo Yesu anawaambia tupeni jarife upande wa kuume wa chombo. Hilo neno sio dogo. Hilo neno sio dogo. Bwana asifiwe. Yaani watu wanakuwa na mazoea ya kibinadamu. Lakini Mungu anapofika Yesu anawaambia ondoa mawazo yako ya kibinadamu, peleka kwenye mawazo ya kimungu. Ni mule mwenye maji. Na samaki wako mule kwenye maji, lakini chukua ndoano kutoka kushoto weka kulia. Unajua ni mahubiri makubwa sana. Ondoa mawazo yako katika hali ya kibinadamu, weka kwa Mungu. Na mambo yale ulioona hayawezekani kwenye mawazo ya kibinadamu, ukiwa kwa Mungu yatawezekana. Amen.
Bwana sifiwe. Amen. Na ndio maana ukisoma katika kitabu cha Mhubiri sura ya 10 kifungu cha 2 kinasema moyo wa mtu mpumbavu uko kushoto. Sasa unapoamini neno la Mungu, anahamisha moyo wako kutoka kushoto kwenda kulia. Na mawazo yakaja kulia, ina maana sasa kinachofanyika kitakuwa ni cha kumtegemea Mungu na si vinginevyo. Amen. 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 Haiwezi kuwa vile kama ilivyokuwa. Kama ungeng'ang'ania kwamba yatabaki hapa hapa tu, Bwana Yesu asifiwe. Niliwaza sana. Unapoingia kule kuvua samaki, mimi niliwahi kuvua pia samaki. Unajua hapa mahali patakuwa na samaki au pale hapana samaki. Lakini neno la Bwana linakwambia ondoa mawazo kutoka kwa kibinadamu, weka kwa Mungu. Na unapoona sema mawazo ya mtu mpumbavu, moyo wa mtu mpumbavu siku zote uko kushoto. Yaani kitu anachotaka kufanya hajiulizaji. Kitaniletea madhara gani? Hajiulizaji. Bwana sifiwe. Amen. Watu wako magerezani leo kwa sababu mawazo yao yalitoka tu kushoto, akafanyaga jana. Akisema nataka kaue, anaenda kuua. Akisema naenda kunajisi mtoto wa shule, anaenda kunajisi. Akasema naenda kuzini na mke wa mtu, anaenda. Anaona kama anapata raha. Kweli wanapata raha? Hapana. Roho chafu. Amen. 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 Huwa napenda sana ukili wa Paulo. Ukisoma kitabu cha Wafilipi sura ile ya 3 kifungu cha 8 na cha 9. Paulo anasema mambo yote niliyaona sawa nani na mavi, ili nimpate na Kristo. Amen. 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 Yaani uchafu. Yaani zione dhambi kama ni kitu kichafu. Zione dhambi sawa na mavi ya chooni. Zione dhambi si kitu cha kukuletea faida. Amen. Amen. Ona dhambi kwamba huleta laana. Haki huliinua taifa. Dhambi ni laana juu yako mpaka kwenye familia yako, mpaka kwenye maisha. Na dhambi pia ndiyo inayoleta kifo. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen.